Napenda nieleze kwamba tuko hapa kwenye hii hadhara yetu, tumekusanyika leo masheha na wadau mbalimbali, lakini tujiulize sisi wenyewe kwa nini tuko hapa. Kwa nini tuko hapa? Kwa sababu tunazijua changamoto zilizopo kwenye shehia zetu. Masheha nyote mashahidi, najua kwenye shehia zetu kuna changamoto mbalimbali. Changamoto zilizokuwepo, na hasa tukiangalia kipindi chetu hichi cha mvua sasa hivi, nazijua kwenye shehia, na hasa hizi shehia 5 ambazo ni hatarishi. Changamoto zilizokuwepo huko ni kwamba kwanza kuna utiririshaji wa maji machafu, hilo la kwanza. Lakini jengine kuna uchakavu wa miundombinu. Miundombinu zetu nyingi chakavu. Kija kwenye masuala ya makaro na mambo mengine hatuko vizuri. Lakini la tatu pia ni uelewa mdogo kwa wananchi wetu. Wananchi wetu wengi hawana uelewa kwenye masuala mazima ya utunzaji wa mazingira na kuweka hali safi. Kwa hiyo kikao hichi, lengo na dhumuni na dhamira kubwa ya kikao hichi ni kufanya tathmini ya hizi changamoto ambazo nimezizungumza na ambazo mimi sijazizungumza, lakini pengine nyinyi wazoefu waheshimiwa masheha mnazijua zaidi ya hizi ambazo mimi nimezizungumza. Mimi nimezungumza general tu kwamba ninazozijua mimi kwa haraka haraka ni hizi, lakini nyinyi wazoefu, wataalamu, wazee wangu mnazijua nyingi. Kwa hiyo moja ya dhamira yetu kubwa kwa leo pamoja na washirika wetu wa GIZ hapa ni kufanya tathmini ya haya mambo. Lakini tushafanya tathmini ya haya mambo. Je, tunataka tuweje? Au matokeo yetu ni nini kwenye hichi kikao? Kwa hiyo matokeo yetu ndo muhimu na ndo dira itakayotuelekeza sisi wapi twende na wapi tuanzie. Kwa sababu kwenye kikao chochote cha tathmini lazima kutakuwa kuna maazimio, si ndio? Kwa hiyo maazimio yetu, mikakati yetu, malengo yetu, mipango yetu ituongoze katika kuhakikisha shehia zetu hizi zinaenda kubaki salama, zikiwa na mazingira safi na mazingira ambayo yanaridhisha na mazingira rafiki, ili kujiepusha na maradhi ya milipuko. Kipindi kama hichi sana kwenye mashehia huko tunapata hizi kesi nyingi za maradhi ya mlipuko, lakini ukiondoa kwamba maradhi ya mlipuko pia malaria bado ipo. Na tuama kwa maji madimbwi na nini yanachangia na mipasuko ya makaro huko, kwa hiyo yote yanasababishwa na mambo haya. Kwa hiyo kupitia kikao hichi nadhani kitakwenda kuwa ni mwarobaini wa haya mambo ambayo tunayazungumza hapa kama ni changamoto. Kwa hiyo hizi tuzigeuze, tukatatue, twende tukasolve kwa watu wetu huko, tukakae na wananchi, twende tukatoa uelewa kwa wananchi, tuwafahamishe nini cha kufanya, vipi twende, na hata kushindanisha baadhi ya shehia. Nafikiri wadau wetu hapa ni moja ya mambo yao ambayo wanayafanya huko, kushindanisha baina ya shehia na shehia ipi iko vizuri, shehia ipi iko vibaya. Kwa hiyo haya yote ni kwa pamoja. Na hili sisemi tu kwa GIZ au sisemi tu kwa upande wa masheha, lakini sote kwa pamoja. Sisi tuna jukumu baraza la manispaa kuhakikisha kwamba usafi wa mji. Lakini sisi peke yetu baraza la manispaa hatuwezi. Lazima tuwe na watu. Na watu ndo nyinyi. Na nyinyi ndo wawakilishi wa hao watu wote. Nyie masheha ni watu wakubwa sana kwenye nchi hii. Watu hawajui tu. Lakini kila kitu kinaanzia huko chini ndo kinakuanzia. Kwa hiyo mimi napenda nichukue fursa hii kwanza niwapongeze sana masheha wetu kwa kazi nzuri ambazo mnafanya. Kwa hiyo na kwenye hili nawasihi sana tutoke hapa na maazimio na mikakati na mipango ya utekelezaji wa haya ambayo tunazungumza hapa. Kwa hiyo mimi sitakuwa na mengi kwa sababu muda umekwenda. Kikao chetu tulikusudia tukifanya asubuhi, lakini kwa bahati mbaya au nzuri masheha mlikuwa mna kikao chengine huko, kwa hiyo ikabidi kikao hichi kichelewe. Lakini sitaki kutumia muda huu kuzungumza mambo mengi. Nafikiri niwaache muendelee na hiyo mipango ambayo mumeanza nayo. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuwashukuru sana, lakini nachukua pia fursa hii kukifungua kikao hichi cha tathmini ya hizi shehia 5 ambazo hatarishi, cha kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto zetu hizi kwenye masuala mazima ya mazingira. Asanteni kwa kunisikiliza na washukuru sana. Kuanzia mwaka 2023 Wizara ya Maji ilifanya mchakato wa kupitia sera yake ya maji ya mwaka 2004 ili kuweza kuboresha baadhi ya vipengele ambavyo nahisi kuna
ina vipengele ambavyo vinahitaji marekebisho katika sera hiyo ya mwaka 2004. Kwa hiyo mwaka huu sera yetu ilikamilika na tulizindua rasmi tarehe 22 Machi mwaka huu 2025. Sera hii mpya inaitwa ni sera ya maji na usafi wa mazingira. Sera ya nyuma ilikuwa ni sera ya maji, lakini hii ya sasa ni sera ya maji na usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira tuliokusudia hapa ni maji taka na sio taka ngumu, solid waste. Kwa wizara itakuwa inadili tu na shughuli zote zinazohusiana na masuala ya maji taka, ambayo shughuli hizo zitakuwa zinatekelezwa chini ya mamlaka ya maji ZAWA ambayo kwa sasa ni Rand Water, lakini wizara itakuwa na jukumu tu la kusimamia zile shughuli ambazo zitakuwa zinatekelezwa na Rand Water ama Zanzibar Water Authority, kama ambavyo tunafanya katika maji safi. Kwa kipengele cha mwanzo tumeangalia hali halisi ya kijiografia, yani geographical location ya shehia yenyewe. Namna gani ile shehia ipo? Sisi tumefahamu basi, kwa sababu kuna shehia nyingine ziko kwenye high water table za maji. Kuna shehia nyingine ziko zina vilima, kuna shehia nyingine ziko za tambarare. Kwa hiyo tumetumia kama ni factor ambayo imetuwezesha sisi kuweza kuzigawa zile shehia katika magurupu matatu. Lakini jengine tukaangalia uhalisia wa wakazi, yani nature ya wale watu ambao wanaishi ndani ya ile shehia. Kwa sababu kama tunavyojua kuna baadhi ya shehia watu wake wanakuwa wakaidi, wagumu, wakorofi. Tumefahamiana Lakini kuna baadhi ya shehia watu wake wanakuwa rahimu na wapole. Kwa hiyo hii pia ni miongoni mwa vigezo ambavyo tumeangalia hizi kuweza kuzigawa hizo shehia.